Danija, bila shaka utakuwa ushajua mimi ni nani na nina thamani gani katika maisha yako. Na nakutakia siku njema. Vipi? Mbona mgeni ameondoka? Amepigiwa simu ya dharura kidogo, kuna jambo anaenda kushughulikia. Okay, hello. Unaona nini? No, ni mtengeneze juice tu ya embe. Okay. Na unaweza ukaniambia ulikuwa wapi? Nilikuwa msibani. Ulikuwa msibani? Wewe uliniambia rafiki yako amefariki na utalala huko hautorudi. Ilikuwa hivyo. Lakini nilifika kule msibani, wamelisha wanazika kesho. Kwa hiyo sikuwa na sababu ya kulala. Vipi, kuna tatizo? Unaweza ukaniambia Jay ni nani na kwa nini afa? Jay? Yaani sijakuelewa, yaani Jay kivipi yani? Sikiliza nikwambie mume wangu. Naomba ifikapo kesho asubuhi mapema unipe majibu ya maswali yangu. Jay ni nani na kwa nini afa? Mimi si chochote kuhusu Jay na wala simtambui. Na kwa nini atoke kwenye uso wa dunia? Kesho asubuhi nataka majibu. Nenda gani majibu ambayo unahitaji aliyakuwa nimekwambia wazi kwamba simjui Jay, si chochote. Yeredi huyu ni Yeredi, si mtu mwingine. Anipanda kichwani. Yeredi amekuwa ananifuatilia. Ina maana siku ile alinisikia kumbe. Yeredi utatafuta sehemu ya kwenda. Unaendeleaje na hali? Naendelea poa. Namshukuru Mungu kama unavyoniona. Sasa hivi kidogo afadhali
uvimbe umeniisha. Epuka maumivu hapo kwa mbali, lakini niko poa. Samani. Hivi ilikuwaje mpaka rafiki zako wakakuleta kwenye hali kama hiyo? Lakini pia nahitaji kujua unafanya kazi gani ambayo inakuingizia pesa kiasi hichi mpaka tunaishi nyumba nzuri, maisha mazuri. Yaani na muda mpaka naogopa. Naomba uniambie, usinifiche. Yes, Brownie. Aina haja salamu Brownie. Sikia nikwambie. Sawa. Usinifanye mimi mtoto mdogo. Ile bonus nilokupa, sawa? Na pesa nyingine nilokupatia, nahitaji virudishwe. Brownie, naomba unisikilize, aina haja kutetea. Najua kila kitu. Nimeshuhudia kwa macho yangu mawili kwamba Jay hajafa. Sasa basi. Una masaa mawili tu. Naomba nirudishie bonus nilokupa. Ya bonus. Na hela yote nilokupa. Wakundanganya mimi. Sikiliza. Hakuna haja kunificha, hakuna chochote ambacho wewe unaweza kunikodeza nikakuelewa. Kiukweli tu, je, nimemshuhudia kwa macho yangu mawili yuko hai. Sasa ndani ya masaa mawili nataka pesa yangu yote imeingia. Full stop. Ndembo wake. Okay. Na maana ndembo mama kutapeli. Ndembo mama kunzulumu. Ndio. Vipi sasa kuhusu lile swala langu, ile kazi nilokupa mpaka leo kimya rafiki yangu? Kwa nini? Okay, kama imeshindikana basi naomba pesa zangu. Sitaki tena maneno, hiyo kazi imeshindwa kufanyika period. Naomba nije nifuate pesa zangu. Utaniambia tukutane wapi? Naomba pesa zangu please. Okay, niambie wapi tukutane nije nichukue pesa zangu. Maana naona kazi nilokupa umeshindwa kuifanya. Okay. Amina. Vipi? Uko wapi? Okay, nakuja. Okay. Jeredi. Naam baba. Ukweli wako ndio utakuweka huru. Sawa. Ulimwambia nini mama? Nimwambia vile nilipokuta unaongea na simu pale. Jeredi. Wewe kwa kinywa chako sulikiri kwamba wazi kwamba hakusikia chochote. Si ndio wewe? Ndio baba. Kumbe ulinisikia. Sasa kwa nini unasema kunisikia? Nisamee baba. Nikusamee? Yeye unafanya ubaya sana nikusamee. Alikupa nini? Alikupa pesa? Au alikutishia? Hapana. Ila uliwashwa nini sasa? Nisamee baba. Uledi unafanya upumbavu. Unafanya ushenzi.
Unasema nikusamehe? Unaitaka nini familia yangu? Nisamehe baba. Unaitaka nini familia yangu? Au unataka kurudi kijijini? Hapana baba. Ila nisamehe. Hivi unajitambua kweli wewe? Unajitambua? Unajitambua? Nisamehe baba na. Si nilikukanya? Sasa nilikuonya. Sasa kitu gani kidomo chako kini nini? Nisamehe baba. Wewe natamani nipige. Natamani kufunyange. Wewe ndio msamaha. Ni aina gani ya msamaha ambao unahitaji? Unafanya vitu kipuuzi. Unafanya vitu kipumbavu. Afu unakuja unaomba msamaha. Ile na mama. Mambo nipishe. Unaweza kuniambia Jay ni nani na kwa nini afi? Nilikwambia leo nahitaji majibu ya maswali yangu. Hivyo basi naomba uniambie Jay ni nani na kwa nini afi? Na usiponiambia, nafikiri leo ndio itakuwa mwanzo na mwisho wa mahusiano yetu. Pokea simu. Naomba pokea simu. Na uweke loudspeaker. Yaneja. Nakupa masaa mawili. Nahitaji shilingi milioni 10. Hiyo imeshaingia katika akaunti yangu ya benki. Sawa. Sawa. Amina, toka nimekupa kazi yangu, kimya, simu unipigii na wala meseji unitumie. Kwa nini? Usijali rafiki yangu. Yaani mimi kazi yako hata hapa nilipofikia imefikia pazuri tu. Wewe hata usijali. Na muda sio mrefu na kuletea majibu yako yakiwa mazuri kabisa. Wewe hata usijali. Unajua mimi nimekupa kazi kwa sababu nakuamini. Najua utanifanyia kazi yangu vizuri. Kumbuka mimi nimekuamini na nakutegemea katika hili. Najua kazi yangu utaifanya vizuri. Usijali rafiki yangu. Amadi. 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 Habari fundi. Safi, samani. Fundi, nimegonga zaidi ya mara 4. Nilikuwa namuulizia huyu Amadi. Huyu jamaa hapa kahama hayupo. Kaondoka? Kaondoka muda sana. Yaani kaondoka vipi yani? Yaani hapa kahama moja kwa moja hayupo. Ina maana fundi Amadi amehama hapa? Fundi, ni unamaanisha? Yaani hapa alipoondoka sisi hatujui. Sijajua yupo wapi. Kwa hiyo Amadi hapa hayupo kabisa. Yaani hapa hayupo na hatujui alipoenda. Sisi wenyewe ndio tutafuta. Sasa atahamaje? Atahamaje sasa? Sijajua sasa mimi mwenyewe sielewi. Sasa hapa tuna nini?
Sijajua. Ahmadi ameniweza nyinyi. Mawasiliano yake? Hapana, mimi namba yake sina. Fundi haipatikani. Ndio maana kama una namba nyingine unisaidie. Namba yake mimi ile ambayo wewe umpata na mimi ndo nayo hiyo. Ahmadi kaniweza fundi. Sawa. Asante, pole sana kaka. Hello. Ndo nakuja. Hai. Ngoja nikamalize hiyo kazi ya kipuuzi. Karibu shemeji. Asante. Karibu sana. Asante. Habari yako? Salama za huko tokako. Namshukuru Mungu. Naona umetulia kidogo na binti yetu hapo. Nitasinzia. Salimie kidogo. Nataka umshike mbebe binti yetu ya. Naona binti yetu amelala. Amepumzika. Na mtoto mzuri. Hongera. Asante, amekunywa uji hapo naona kasinzia. Na mumeo uko wapi? Ametoka muda. Okay. Na hajasema kwamba anarudi saa ngapi? Hapana. Hajasema anakuja muda gani. Mume wangu. Karibu mume wangu. Je, unaniambia kwa nini uko hapa? Umezoea familia. Sawa, unatamba. Kwa sababu ni kwangu. Azifu ni kwako umwe. Kwa nini umempatia mtoto? Mume wangu, huyu ni mgeni lakini. Kwa kila mgeni anaingia unampatia mtoto wa mgeni, si ndio? Kahitaji kumbeba kumsalimia kama mtoto. Unajua mzunguko wake alikuja alipotoka huko? Unajua mkutana na vitu vingapi huko? Mbona mikosi mingine mnajitakia nyinyi wanawake? Danija. Labda nikwambie kitu ambacho kimenileta hapa kwako. Kitu ambacho kimenileta kwako ni kitu kimoja tu. Nimefuata damu yangu. Nimefuata damu yangu. Na hicho ndio kitu ambacho mimi kimenisababisha nitoke nilikotoka na kuja katika familia yako, sababu ya kuja kuchukua damu yangu. Kwa nini umkabidhi mtoto? Sikiza nikwambie mume wangu. Kwa nini umkabidhi mtoto? Sikiliza nikwambie mume wangu. Ni kitu gani kinachoendelea? Kiangu najibu swali langu. Sina ninachokijua. Kwa nini umemkabidhi mtoto huyo? Huyu ni mgeni. Amekuja kutembea. Kaomba msalimie mtoto. Nimempatia. Mgeni? Okay. Amekuja kutembelea. Ameomba kabidhi mtoto ndio umempatia. Si ndio? Kwa hiyo Mr. Danija. Hebu mwambie ukweli mkeo. Ukweli upi? Zaidi ya biashara ambayo tunaongea. All of the business. All of that. Siwaelewi. Naombeni mniambie ni kitu gani kinaendelea. Na ni kitu gani ambacho usikii? Ndio ni biashara ambayo tunakaa tunadiscuss ambayo nishabaza naye huyo. Alishampa stake yake. Sasa nashangaa yuko hapa ndani. Na sina appointment naye. Okay, acha mimi niende kwenye point. Sawa. Shemeji. Acha mimi nikwambie ukweli. Sawa? Mume wako alinifuata na kuja kuniomba msaada. Nilijaribu kukataa kwa sababu alikuwa na rafiki yangu wa muda mrefu na tumefanya vitu vingi sana vikubwa.
lakini alinilazimisha na kutumia nguvu ya pesa. Na kwa sababu nilikuwa na maisha magumu, nikaona sio vyema nikubali, kwa sababu aliniahidi pesa cash na akaniambia pia kwamba kuna pesa atakuwa ananiingizia kila baada ya mwisho wa mwezi. Jay, kuna kitu hakiko sawa. Kuna kitu kinaninyima amani, furaha, kinanitesa kiukweli. Nashindwa niwekaje, nashindwa nisemaje. Lakini familia yangu haina amani. Kila siku mke wangu anasumbua. Mke wangu amekuwa kama wimbo sasa. Mke wangu anahitaji mtoto. Na unajua wazi kwamba je, mimi sina uwezo wa kumpa mwanamke yote mimba. Sasa sijui nitafanyaje. Ndio maana nimefika hapa je. Nahitaji msaada wako ili uweze kunifichia hii aibu ambayo ninayo kwa sasa. Mimi nataka nimalize mgogoro baina yangu mimi na mke wangu. Nahitaji msaada wako je. Danije, wewe ni mshikaji wangu wa muda mrefu sana, na tumeshasaidiana katika vitu vingi sana. Tumeshafanya majukumu mengi sana tofauti. Lakini unaniacha njia panda Danije, kwa sababu sielewi unataka nikusaidieje katika hilo tatizo lako. Yaani unaniacha njia panda. Hebu jaribu kuwa muwazi. Unataka mimi nikusaidieje katika hilo? Kitu ambacho kutoka kwako, ulale na shemeji yako. Kiwanisha utembee naye, unaweza umpatia ujauzito. Na pindi utapofanya hivyo, ninakuahidi nitakupa milioni 2 kama malipo yako ya kazi, na kila mwisho wa mwezi nitakuwa nakuingizia pesa. Danije, ni kweli wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu na tumeshafanya vitu vingi sana vikubwa, lakini kwa hicho ambacho nataka Danija, hapana. Kwa sababu mimi nakuheshimu sana, unajua, na isitoshe pia hata shemeji pia namheshimu sana. Sasa iweje leo mimi nitoke hapa nikatembea na shemeji? Danija, I'm so sorry bro. Utanisamehe sana Danija. Siwezi. Labda tuangalie namna ya kufanya, lakini sio mimi nitoke hapa nikatembea na shemeji. Unadhani shemeji akifahamu kwamba tumefanya hivyo atachukuliaje sisi? Hapana. Je, tumekuwa marafiki wa muda mrefu sana, na mimi nikaona wewe ndiye sahihi kwa kuweza kuficha aibu yangu. Nikaona unastahili je kuficha aibu yangu. Tafadhali je, nahitaji msaada wako. Nahitaji utembee na shemeji yako ili niweze kuepuka hii aibu. Nahitaji unifiche aibu yangu ili makale ndani yaishe. Na kama nilivyokuambia, pindi utapofanya hiyo kazi nitakupa milioni 2, na kila mwisho wa mwezi nitakuwa nakuingizia pesa. Tafadhali je, pokea ofa yangu. Kingine naomba unisaidie. Danija, nisikilize basi, sawa? Unajua wewe ni rafiki yangu na kweli tumefanya vitu vingi sana, lakini katika swala hili hapana Danija, mimi siwezi kutembea na shemeji yangu. Kwa kweli mimi ninakuheshimu na pia ninamheshimu sana shemeji, na kiukweli nina shida kama unavyoona. Hata nyumba yenyewe ambayo mimi naishi ni nyumba ambayo nimepewa tu, nipo kama mlinzi, lakini naridhika na maisha ambayo niko nayo. Lakini swala la kusema Danija niende nikatembea na mke wako, unanipa wakati mgumu Danija. Hebu vaa viatu vyangu, unanipa wakati mgumu bwana. Labda tutafute njia nyingine ya kutatua hili, lakini sio hiyo.
tumekuwa marafiki wazuri sana muda mrefu sana Deo. Nafahamu hilo. Sasa sijaona kama katika hili utashindwa kunisaidia. Nakwambia kwa usiku mmoja kila kitu niachie mimi. Wewe ni kutembea naye basi. Na nitakupa fedha kama unasema. Nitakupa fedha. Ibrahim tu nawe ubadilishe maisha yako. Na kila mwisho wa mwezi nitakuwa nakulipa. Pindi mtoto atapozaliwa, mimi na yeye tutakuwa tumeachana katika hii deal. Najua ni ngumu kwa mwanaume yoyote. Ni ngumu. Lakini I need your help. Yeah, sawa. Unataka kuniambia kwamba hicho kitu tutafanya kwa usiku mmoja na utanipa milioni 2 baada ya kazi, na pia utakuwa unaniingizia pesa kila mwisho wa mwezi? Ndio. Na usiwaze kwa swala zima la mazingira. Kila kitu nitaandaa mimi. Uenda kuja kwenye tukio tu. Kwa hiyo usiwe na hofu wala mashaka. Sawa, nimekubali. Nitakusaidia Dania. Na nitafanya hivyo kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Na tumeshakuwa ni ndugu sasa. Na tunafanyaje huo mchezo wenyewe? Ndio maana nimekwambia kila kitu nitaandaa mimi. Sasa uenda kuita kwenye tukio. Kwa hiyo ondoa mashaka. Ila naomba nitapokuita simu yangu ipokee kwa wakati na ufike eneo la tukio kwa wakati. Tafadhali. Sawa, nimekubali. Nashukuru sana. Usijali. Mimi rafiki yangu. Sana, unajua unaenda kunifichia aibu yangu sasa. Nashukuru. Basi sawa, kwa sababu hii ndio ilikuwa jambo muhimu sana kuweza kufika kwako. Nisema nifike nikuone na nikueleze shida yangu kwa sababu sikutaka kuongea naye kwenye simu. Mimi nafikiri acha niendelee na mapambano mengine. Tutawasiliana. Sawa, hamna shida. Wewe utakapokuwa tayari na utanicheki. Na kabla sijafika nyumbani nitakuingizia kwenye simu yako hela soda. Sawa. Namba yako sinapokea? Ya, inapokea. Sawa. Uona siku njema je? Haina shida. Sawa. Karibu. Hoya ukisikia mshangazi mimi nimeshindikana, nikilipata ng'ombe na richuna sana. Hoya natamba kokote usintishe bwana, sina shopa mapenzi na kula ujana. Misirembeshi ng'ombe wako wakishoboka na konyeza konyo. Hayo mengine atajua yeye mibusu misonyo. Na siogopi bwana wako wakishoboka na konyeza konyo. Hayo mengine atajua yeye mibusu misonyo. Oya mshangazi sichakuidanga, natamba kibos, kibosi, mimi natamba kibos, sidai kodi nilipopanga. Natamba kibos, kibosi, mimi natamba kibos. Oya nisitegemei wakanga. Natamba kibos, kibosi, mimi natamba kibos. Nategemea unakuvunja chaka.
kifupi ni kwamba mtoto ni kwangu. Na mume wako hana uwezo wa kumpatia mwanamke mimba. So waliniomba kwamba mimi nitembee na wewe ili uweze kubeba mimba kwa ajili ya kuficha aibu yake. Kwa hiyo leo nimefuata mtoto wangu. Mume wangu, kuna ukweli wowote unaoendelea? Hapa kuna ukweli wowote. Mume wangu, una uwezo wa kumzalisha mwanamke? Jay, this time around you happy? Yeah, I'm happy kwa sababu niko na damu yangu na nimefuata kitu ambacho nilikuwa nakihitaji muda mrefu. So, Sadadija, labda niwatakie siku njema. Ila kwa sasa mimi naondoka na mtoto wangu. Really? Je, tutafika tu unaikosesha amani nyumba yangu? Je, umetoka ulipotoka? Ngoja kuleta tembweli ndani ya nyumba, si ndio? Mume wangu, umenifanyia nini hiki? Mume wangu, mbona unanidhalilisha? Je, katika hilo tunaenda kulipa. Okay, sina cha kupoteza. Baby. Yadi! Yadi! Ndio maana nakuita usikii. Hapana baba. Sikia. Nenda kabatini nitoe kufungua gari.